tuliotoa tarehe 29 mpaka leo, hawa watu waliendelea kujipanga. Kwa muda mfupi wameendelea kujipanga kwa sababu uwezo wanao, pesa wanazo, magari wanayo ya kutembea mikoa kwa mikoa, wilaya kwa wilaya, kurubuni watu. Na kama tunavyojua 75% ya Watanzania bado tuna ile hali ya kurubuniwa. Mtu akikupa laki unasahau yote ya nyuma yaliyopita, hata kama ameua mtoto wako jana unasahau. Na mkitaka kujua Watanzania jinsi tunavyosahau, kesi ngapi ziko mahakamani kwa watoto waliolawitiwa? Wangapi wamelawitiwa, kesi ziko mahakamani? Ulizeni zile kesi zinaishaje? Anaitwa mtu, mtoto wako kasharibiwa, unapewa 500,000, uendi mahakamani. Unaambiwa wewe kaa tu nyumbani, uendi mahakamani. Just imagine mtu amelawitiwa mtoto wake anapewa 500,000 alafu haendi mahakamani. Ameshamaliza mtoto wake, ameshamuoa mtoto wake yeye mwenyewe kwa shilingi 500,000, hata 200,000. Nafikiri mmesikia sana hata mahakamani huko, hata polisi watu wakilalamika kwamba wanaoenda kutoa mashtaka ya ulawiti watoto wao wamebakwa, hawaendi kutoa ushahidi. Kwa nini hawaendi kutoa ushahidi? Hawaendi kutoa ushahidi kwa sababu anakuwa ameshanunuliwa kwa gharama ndogo. Itakuwa hii ya kuitwa na rais, ya kuitwa na mkuu wa wilaya, ya kuitwa na mkuu wa mkoa, ya kuitwa na waziri. Mtu anapewa laki, amesahau yote ya nyuma jana aliyotokea. Hata kama alizika nguo, ameshasahau. Anaangalia ile 100,000 anasema aliyekufa amekufa. Hiyo ndio desturi yetu sisi wa Tanzania. Tusikubali hii hali, ndugu zanguni. Tunyanyukeni, tarehe 9 tuendeni tukaikomboe nchi. Kuna watu nasikia wakilalamika sana juu ya matamko aliyotoa huyu mama. Kwa nini tusishukuru juu ya haya matamko aliyotoa huyu mama? Kwa sababu imetupa focus mpya. Imetupa mwanga mpya. Hotuba ya huyu mama leo imeenda kumtoa nyoka pangoni. Imeenda kumfanya hata yule mtu ambaye alikuwa anafikiria kutoandamana, saizi anajiandaa, anaandika mabango kwa ajili ya hotuba ya huyu mama. Kama tunakumbuka, waziri wa vijana alikuwa anazunguka huko mtaani. Huyu anayeitwa waziri wa vijana aliyemteua yeye ameongea na vijana kadhaa, na tumesikia vijana nao wasivyokuwa na haya wanasimama kutoa maoni. Sasa hatuwezi kujua kwamba mtu anatoa maoni lakini kesho yuko kwenye maandamano, well and good. Lakini je, leo huyu mama alichokifanya ni kufuta yale yote ambayo hao waziri wake wameenda kuongea huko mtaani. Amefuta aliyoongea huyo anayejiita waziri wa vijana, amefuta yote aliyoongea huyo anayejiita waziri mkuu. Yote ameyafuta kwa sababu unaenda mawaziri wa vijana sijui na waziri mkuu huyo Mwigulu Nchemba alikuwa anaongea nini? Alikuwa anajaribu kuplease wananchi ili warudi wawe na mudi ya kawaida, lakini leo huyu mama ameenda kukanyaga yote waliozungumza. Kwa nini tusione kama hili jambo pengine ni neema ya Mungu kuendelea kuwaonyesha watu kwamba jamani, amkeni, kumekucha? Kwa nini tusiamke, kumekucha? Mimi namshukuru huyu mama kuongea haya maneno kwa sababu